Al-Qaumi TV, bustani ya elimu na da'wa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'du. Wasikilizaji wangu wapendwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo siku ya Jumanne tarehe 29 ya mwezi wa 4 mwaka 2025, tuingia katika sehemu ya 8 ya mazungumzo yetu yanayoenda kwa anwani ijue mahakama ya kadhi. Katika sehemu ya 7 nilizungumzia kuhusu ni jambo gani litafuata baada ya kikao cha sulhu kufanyika. Pia nikazungumzia kuhusu lugha rasmi zinazotumika katika mahakama za kadhi, na pia nikazungumzia kuhusu majukumu ya wakili anapomwakilisha mtu katika mahakama za kadhi. Katika sehemu hii ya 8, baada ya mlalamishi kuzungumza yeye pamoja na mashahidi wake, mshtakiwa naye kuelezea kesi yake yeye pamoja na mashahidi wake, na baada ya kuweka submissions, pamoja na kuwa nilisema ya kwamba submissions sio jambo la lazima, lakini kama kuna mawakili na mawakili wameomba kuweka submissions, basi hakuna budi kwa mahakama kuwakubalia wao kuweka submissions zao. Baada ya yote hayo kufanyika, mahakama itapeana tarehe ya kutoa judgment ama tarehe ya kutoa hukumu ama uamuzi wa kesi. Kulingana na rule 77 ya Qadhi's Court Rules, mahakama itatoa judgment kuambatana na kesi iliyoko kotini, na hukumu hiyo itabeba mambo takriban 6. Jambo la kwanza, judgment itakuwa na maelezo ya kesi ya mlalamishi na maombi yake. Jambo la pili, judgment pia itaelezea utetezi wa mshtakiwa na ombi lake katika defense yake. Jambo la tatu, ushahidi uliotolewa kotini na pande zote mbili, yaani judgment pia itagusia ushahidi uliotolewa kotini na pande zote mbili. Jambo la 4, judgment pia itagusia mambo ambayo mahakama itayatatua katika hukumu hiyo, yaani issues for determination. Jambo la 5, judgment pia itagusia matokeo ya mahakama baada ya kukagua kesi na pia kukagua ushahidi uliotolewa kotini, yaani findings of the court after analyzing evidence adduced in court. Jambo la 6 ni amri ya mahakama, yani orders of the court. Sasa kama mlalamishi aliomba ndoa yake ivunjwe, mahakama itazungumzia kuhusu uwezekano wa ndoa kuvunjwa ama kutovunjwa. Mahakama haiwezi kuzungumzia jambo la mahari kwa sababu mlalamishi mwenyewe hajalitaja hilo kwenye kesi yake wala hajaliomba. Kitaalamu tunasema parties are bound by their pleadings. Baada ya judgment kutolewa, decree itaandikwa na kutiwa saini na kadhi, na decree hiyo ndiyo itakayotumika wakati wa execution ama wakati wa kutekelezwa kwa amri ya mahakama. Decree huwa ni amri za mahakama. Utakuta judgment mathalan ni karatasi 5, karatasi 10, karatasi 15, lakini katika zile karatasi 15 za judgment, decree labda ni karatasi 1 tu. Ni mahakama imesema moja, imesema hivi peke yake. Mahakama inapotoa uamuzi wake, ni kipi cha kufanya baada ya uamuzi huo? Hapa kuna njia mbili za kufanya. Njia ya kwanza ni kwa yule mlalamishi ama mshtakiwa ambaye kwamba hakuridhika na uamuzi wa mahakama. Rule 86 ya Qadhi's Court Rules inasema ya kwamba mtu ambaye kwamba hakuridhika na uamuzi wa mahakama yuko na haki ya kukata rufaa, yaani yuko na haki ya kuapili kwa High Court,
ndani ya siku 14. Akifanya hivyo, High Court itasimamisha uamuzi wa kadhi ili kupeana nafasi kwa rufaa kusikilizwa. Baada ya kusikilizwa rufaa hiyo, jaji akiona ya kwamba uamuzi wa kadhi uko sahihi, atauthibitisha na kumwamuru mlalamishi alienda appeal ya kwamba atekeleze uamuzi wa kadhi kama ulivyotolewa. Lakini kama jaji ameona uamuzi wa kadhi uko na makosa, basi jaji ataweza kuutupilia mbali uamuzi huo na pengine kuamrisha kesi isikilizwe upya, ama hata kusikilizwa upya na kadhi mwingine. Ama jaji pia anaweza kutoa amri nyingine kinyume na amri alizozitoa kadhi. Watu wengi mara nyingine huulizia, sasa itakuwaje? Kadhi ashatoa uamuzi. Uamuzi wa kadhi umebeba aya za Qur'ani, umebeba hadithi za Mtume, yani umebeba mafunzo ya Uislamu. Mtu hakuridhika, anaenda High Court kuappeal. High Court haifuati sheria za Kiislamu. Hapa itakuwaje? Jibu la swali hili ni kwamba, kitu cha kwanza, Rule 86 ya Qadhi's Court Rules imempatia uhalali mtu ambaye hakuridhika na uamuzi wa kadhi aende High Court na akate rufaa. Hiyo ni haki yake. Jambo la pili, Section 65 ya Civil Procedure Act inatuambia ya kwamba kukiwa na rufaa yoyote kutoka kwa uamuzi wa kadhi ikaenda High Court, basi jaji mwenye kusikiliza rufaa hiyo atamualika chief kadhi ama atawaalika makadhi wengine wawili ili akae na wao. Lengo la huyu chief kadhi, lengo la hawa makadhi wawili, huwa wanakaa na judge kama assessors. Yani lengo lao kubwa ni kumshauri na kumuongoza jaji kuhusu sheria ya Kiislamu. Wao ndio watakomfahamisha jaji, huyu mwenzetu kadhi sheria ya Kiislamu aliitumia vizuri hapa, uamuzi uko sawa. Ama wao watamuelezea jaji ya kwamba huyu mwenzetu, huyu kadhi mwenzetu, sheria hapa ameapply kimakosa, uamuzi wake si wa sawa. Jaji ataenda kulingana na assessment ya hawa makadhi wawili ama assessment ya chief kadhi. Hivyo basi, Waislamu ondoeni hofu, Waislamu ondoeni mashaka. Kesi inapotoka kwa kadhi ikaenda High Court, ni kwamba lazima kupatikane assessment ya chief kadhi ama assessment ya makadhi wawili kuhusu sheria aliyotumia kadhi mwenzake, kadhi mwenzao. Labda swala hapa litakuja uamuzi wa High Court, Muislamu akiappeal Court of Appeal. Hapo sasa kuna masala mengine, kwa sababu Court of Appeal hakuna assessors, huwa ni majaji wakaye kujiamulia. Lakini rufaa ya Qadhi's Court kuenda High Court, lazima judge atakaa na chief kadhi ama makadhi wawili kama assessors. Hiyo ni kwa mtu ambaye kwamba hakuridhika na uamuzi. Njia ya pili ni kwa mtu ambaye kwamba ameshinda kesi, mtu ambaye kwamba ameridhishwa na uamuzi wa kesi, mtu ambaye kwamba uamuzi umempendelea yeye, decree holder. Mfano, mwanamke ameleta kesi kotini akiomba ndoa yake ivunjwe, alipwe mahari yake, na pia baba watoto aamrishwe atoe pesa fulani kila mwezi kwa ajili ya kulisha watoto wake. Mahakama ikaisikiliza kesi hii na mwisho mahakama ikaamrisha kwamba sawa, ndoa itavunjwa. La pili, mshtakiwa lazima amlipe mlalamishi mahari yake. Cha tatu, mshtakiwa ambaye ni baba watoto lazima atoe pesa fulani kila mwezi kwa ajili ya kulisha watoto. Hapa mahakama ishatoa amri. Sasa kama huyu baba watoto, huyu mshtakiwa atashindwa kutekeleza amri ya mahakama ama atakaidi amri ya mahakama, itabidi huyu mlalamishi arudi kotini. Anaporudi kotini, ataielezea koti malalamishi yake, na kuna kitu kinaitwa notice to show cause. Hii ni form ndogo itajazwa. Form hii pia atapelekewa mshtakiwa ama yule mtu ambaye kwamba ameshindwa kesi, judgment debtor, na ataamrishwa afike kotini ili aielezee mahakama kwa nini amekaidi amri ya mahakama,
ama ni kwa nini amekataa kulipa pesa ya mahari, ama ni kwa nini amekataa kutoa pesa ya chakula kwa ajili ya watoto wake. Anavyojitetea, lakini mahakama ikithibitisha ya kwamba ni kusudi hataki kulipa mahari ya watu, ama ni kusudi hataki kulisha watoto na ilhali yuko na uwezo wa kutosha, basi mahakama itaamrisha moja kati ya mambo matatu kufanyika. Jambo la kwanza ni mahakama kutoa amri ya huyu mtu kukatiwa mshahara wake, salary attachment. Mathalan, afanya kazi serikalini, afanya kazi katika taasisi za umma, afanya kazi mahali popote ambapo ana mshahara na yuko na payslip, mahakama ita-attach salary yake, mahakama itakata mshahara wake. Lengo ni deni la mahari lilipwe, lengo ni watoto wapate chakula kila mwezi. Njia ya pili ni property attachment. Hana mshahara lakini ana mali, ana shamba, ana tuktuk, ana gari, ana pikipiki, hataki kulipa mahari ya watu. Mahakama ina nguvu ya kutoa amri ya kwamba shamba iuzwe, tuktuk iuzwe, pikipiki iuzwe ili mahari yalipwe, kwa sababu mahari ni deni. Njia ya tatu ni huyu mtu kupelekwa jela, committal to civil jail. Ikiwa imethibitisha huyu bwana amekataa kulipa mahari, amekataa kulisha watoto na uwezo yuko nao, ni ujeuri ndio unamsumbua, mahakama itatoa amri ya huyu mtu kupelekwa jela kwa kipindi kisichozidi miezi 6, committal to civil jail. Lengo ni kwamba deni lilipwe, lengo ni kwamba watoto wapate chakula, lengo ni kwamba amri za mahakama ziheshimike. Kwa leo nitakomea hapa. Siku ya Jumamosi insha Allah itawajilia sehemu ya 9 ya mazungumzo yetu, na hapo nitazungumzia kuhusu kesi za ndoa, yani marriage cases. Hapo tutajua kesi za ndoa ni zipi na zinashughulikiwa vipi kotini. Kwa haya machache, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, wal afwa minkum. Al-Qaumi TV, bustani ya elimu na da'wa.